Mtazamaji wa DSS TV, leo ni siku ya Jumapili ya tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2016. Tuko maeneo fulani hivi Migombani katika halmashauri ya mji wa Tunduma, katika shughuli moja hivi ambayo tunakwenda kuifahamu hapo ndani. Hapa tunaambiwa ni nyumbani kwa mzee Mnyenyelwa. Kwa shughuli ambayo imetuta hapa utakwenda kuiona nyumbani. Tafadhali fuatilia kwenye nyumbani kwa mzee Pius Mnyenyelwa, ambapo ndo tumefika kwenye shughuli yenyewe. Na hapa niko na mama ambaye kama unavyoona yuko ana tangawizi na vitunguu swaumu. Mama unaitwa nani? Mimi naitwa Mrs. Agustino. Mrs. Agustino. Agustino nani? Agustino Glevas. Hapa mkoje kwenye shughuli gani? Hapa nimekuja kwenye sherehe ya mtoto wetu Severini. Anafanya nini? Anapata kipaimara. Naam. Kumbe hapa tumekuja kwenye shughuli ya kijana Severini Pius ambaye leo anakwenda kupokea kipaimara. Naam, tupo chini ya udhamini wa DSS Video Production, ambao ndio mtupa company kuweza kufika hapa. Tuko na akina mama wengi hapa. Naona wengine wanaingia ndani kama mnavyoona kwenye kamera kwenye televisheni yako. Lakini baada ya kuwa nimeongea na mama ambaye ni mama Mrs. Agustino ambaye ni moja wa wageni waalikwa kwenye sherehe ya kipaimara cha Severini, sasa nakwenda kuongea moja kwa moja na baba mzazi wa kijana Severini, mzee Pius Mnyenyelwa. Baba, shikamoo. Marhaba, habari ya leo? Salama, habari za hapa? Salama, pole kwa kazi. Asante sana. Wewe ndio baba mzazi wa Pius? Na Severini. Asante sana. Unajisikiaje mwanao leo kuweza kupata kipaimara? Nafikiri ni vyema na yeye angekuepo hapa ndio nionyeshe furaha yangu. Hebu njoo hapa sasa. Anasema ni vyema wakati anafanya mahojiano haya aweze kuwa pamoja na mwanae Severini. Ninafurahi kwa sababu kidini sisi wa Katoliki kupata daraja la kipaimara au sakramenti ya kipaimara ni hatua mojawapo ya kumkuza mtoto kiimani na aweze kutambua kwamba hata anapokwenda kanisani nini anakifanya. Kama alivyojieleza yeye awali kwamba hii sakramenti ya kipaimara inatoa mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Na kazi ya Roho Mtakatifu ni kuimarisha Ukristo ndani ya mtu. Kwa hiyo nina furaha sana kwa tukio hili la leo ambalo litakwenda kufanyika muda sio mrefu. Umejiandaje kwa ajili ya makuzi na malezi ya baadaye kijana Severini? Mimi kama mzazi, kama nilivyoanza amefika hatua hii ya kipaimara, ni jukumu langu sasa kukaa naye jirani na kuona kipaji chake. Huenda siku moja ikatokea kwamba labda kipaji chake au talanta yake imekwenda kwenye upadri. Basi nafikiri nalo litakuwa bado jambo zuri zaidi. Kama litatokea na kuja kwenye ndoa niliko mimi baba yake, basi bado ni jambo la heri tu. Kwa hiyo nimejiandaa sasa kukuza kile ambacho kipo kichwani mwake. Kwa maana kwamba uko tayari kufuata kipaji ambako pengine kitu wake kimemwelekeza kijana Severini. Bila shaka. Kwa sababu kipaji kinatolewa na Mungu. Mtoto anapokuwa na kipaji alafu wewe mzazi ukapinga, maana yake unampinga Mungu. Sasa siko tayari kupingana na Mungu. Kule ambako itaonekana mwelekeo wake ndiko ambako na mimi nitaruhusu aende huko. DSS TV. Asante sana mzee. Mwenyewe anaendelea. Hapa niko na mama mzazi wa kijana Severini Pius. Mama unaitwa nani? Naitwa Dora. Dora nani? Dora Fanuel. Bora Fanuel au Fanuel au mzee Mrs. Pius. Mrs. Pius. Asante sana. Leo tunaambiwa ni siku ambayo kijana Severini anakwenda kupokea kipaimara. Ni siku muhimu sana kwake. Mmejipangeje? Kwa kweli tunashukuru Mungu, tumejipanga vizuri na tunamshukuru Mungu kufikia hatua hii. Nasema Mungu ametubariki kwa jina lake takatifu. Nashukuru Mungu sana kwa sababu tumelea mtoto wetu amefikia kiwango hiki mpaka kufikia habari ya kumtukuza Mungu na kupata komunio kipaimara. Tunashukuru Mungu. Mtazamaji wa DSS TV, kama ulivyoshangalia hapa awali kuwa leo ni siku muhimu ya kupokea kipaimara kwa ndugu Severini Pius Mnyenyelwa. Baada ya kuwa amepata mahojiano matatu kutoka babake mdogo,
sasa ni wasaa kupata mahojiano na mimi mwenyewe mtangazaji wa DSS TV. Swali langu la kwanza kwa Severin, kwanza niulize aweze kunipa tarehe yake ya kuzaliwa. Ulizaliwa lini? Mimi nilizaliwa tarehe Umesahau? Ulizaliwa siku ya Krismasi tarehe 25 mwezi wa 12. mwaka 2004. Ni moja ya historia kubwa sana ya kuzaliwa siku ambayo Yesu Kristo alizaliwa. Swali langu la pili, uko darasa la ngapi? Mimi nipo darasa la 5. Shule ya msingi wapi? Igombani. Umekuwa katika mafunzo ya kipaimara ambapo leo ndio nafikia tamati, si ndio? Imechukua siku ngapi? Kama wiki 3 hivi. Na watazamaji wetu wangependa kujua ni unaposema kipaimara unamaanisha nini? Yaani kipaimara, yaani ni sakramenti kipaimara ni sakramenti inayomthibitisha Mkristo katika dini kwa ajili ya matendo na sala yake. Katika sakramenti hii tunapokea mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ili kuthibitisha neema ya ubatizo ndani yetu. Okay, good. Maana ya kipaimara. Naomba nitajie hayo mapaji 7 ili watazamaji wote wapate kuyajua nao. Paji la kwanza ni hekima. Paji la pili ni shauri. Paji la 3 ni akili. Paji la 4 ni ibada. Paji la 5 ni ushauri. Ndio. Paji la 6 ni uchaji wa Mungu. Na paji la 7 ni Safi bwana, wapi hiyo? paji la 7 Umesahau? Ni nguvu. Asante sana. Mtazamaji, Severin amejitahidi kumtajia yale mapaji 7 ya sakramento ya kipaimara. Ameshasema na ni mwanafunzi ambaye kwa darasa la 5 shule ya msingi Migombani. Tukiachana na swala la sakramenti kipaimara, tuje shuleni huko darasa la 5, nini matarajio yako kwenye masomo yako? Mimi ningependa, yani somo ninalolipenda yapo mawili. Kuna hisabati na sayansi. Ndio masomo ninayoyapenda. Good. Katika masomo yote yale unapenda masomo mawili tu? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu hisabati ni nzuri, inafundisha na sayansi inafundisha. Kwa mfano katika mwili wa binadamu inaelezea, inafundisha. Ndio maana napenda masomo hayo. Kwa katika yale masomo yote unayosoma pale ni masomo mawili tu ambayo yana mchango katika maisha yako, mengine hayana mchango wote? Yapo mengine, sana sana kuna English na Kiswahili pia. Kwa matarajio yako wewe ni kuwa mwanasayansi? Ndio. Kuwa daktari maana yake? Ndio, naweza nikawa daktari. Na mtazamaji, Severin ana ndoto za kuja kuwa daktari baadaye, na ni rai sasa kwa wazazi wake pengine kuweza kuwa naye karibu, sababu yeye anasema anapenda masomo ya sayansi ambapo ni somo la hisabati na somo la sayansi yenyewe. Na ukienda kule sekondari yale masomo ya sayansi yanabadilika, yanakuwa masomo matatu kwa maana ya kemia, fizikia pamoja na biolojia, lakini katika hisabati na hapo yanagawanyika. Kunakuwa na physics, hisabati yenyewe na hata jiografia ni sehemu ya mahesabu vile vile. Nisiwe na mengi, sherehe ya kupata kipaimara kwa kijana Severin. Mtazamaji wa DSS TV, hapa ni sehemu ya kanisa Katoliki Tunduma, parokia ya Tunduma, kwamba hapa ni sehemu ya ofisi ya makatekista, na hapa nipo na katekista ambaye atakwenda kuitamka jina lake. Leo ni siku ambayo watoto wa kanisa Katoliki wanapewa kipaimara, na huyu katika ni mmoja ya walimu ambao walikuwa kwenye
zoezi la kufundisha wale watoto ambao walikuelewa kuweza kupokea yale mafundisho na kabla ya kusimamia pengine naweza kumuuliza kwa mezani na kwa majina naitwa Katekista Stanislaus Jones Mkonda. Ni mwalimu ambaye nimekuwepo hapa tangu jana mpaka mwaka huu. Namshukuru Mungu kwa siku hii ya leo ambapo tumeweza kuhitimisha mafundisho ya sakramenti ya kipaimara kwa vijana wetu. Tunamshukuru Mungu ambaye kwa neema ya pekee na baraka za pekee ameweza kushusha mapaji yake ya Roho Mtakatifu kwa Mungu na kwetu sisi kama binadamu. Umekuwa katika zoezi la watu mafundisho ya vijana wako kwa muda wa siku ngapi? Kwa mafundisho ya hawa vijana ambao wamekwisha kupata kipaimara sasa, tumeanza nao toka mwaka jana mwezi wa 11 tarehe za mwanzoni, tukawa tunaendelea taratibu mpaka hivi leo. Tunamshukuru Mungu, yote yamewezekana na yote yametimia. Tunamshukuru Mungu kwa yote yaliyotendeka siku hii ya leo. Umesema mmekaa tangu mwaka jana mwezi wa 11, ni karibu mwaka sasa. Changamoto zipi umekumbana nazo? Changamoto ambazo tumekumbana nazo ni nyingi, lakini basi naweza nikasema chache ambazo niseme changamoto ndani ya kanisa letu, hasa kanisa Katoliki, ambapo wazazi walio wengi wanashindwa kutekeleza wajibu wa kikanisa na kusababisha watoto kuto kuhudhuria katika mafundisho. Na hii imetokana na kipindi cha mafundisho tulichokuwa tunafundisha. Watoto walio wengi walikuwa wanashindwa kufika kwenye mafundisho, na ni kwa sababu ya wazazi wao kuwapa kazi nyingi na pengine kuwalimbikizia shughuli ambazo wangefanya wao badala ya watoto. Sasa inabaki ni hivyo kwamba wazazi wanakandamiza watoto na badala yake hawawaachilii kwenye mafundisho kuja kanisani kwa ajili ya kujifundisha imani ya kanisa Katoliki. Wito wangu kwao ni kwamba wajaribu kutekeleza wito wa kanisa ili wa vijana hawa waweze kuishi kadiri ya imani ya kanisa Katoliki na waweze daima kumfuata Kristo na kumfuata Mungu ambaye yeye ndiye Mungu Baba yetu na mkombozi wetu na muumbaji wetu. Kwa mujibu wa taratibu za kanisa Katoliki na pengine hata mkasa mengine, sakramento ni kipaimara akiwa na miaka 10 mtoto inabidi aweze kutoka nje. Lakini nimeona kuna baadhi wengine ni watu wazima kabisa ndio wanapokea kipaimara kwa hiyo pamoja na watu ambao ni miaka 10, 11. Pengine tatizo ni nadhani hii ni sehemu ya changamoto ambapo unakuta vijana hawa kama nilivyosema awali kwamba unakuta wazazi wao wanawabana, na pia changamoto nyingine ndio upande wa shule kwamba vijana hawa wakiwa katika hali ya udogo wao na ujana wao na umri wao wa kupata sakramenti ya kipaimara miaka 11 mpaka miaka 12 anakuwa yupo shuleni, na pengine mpaka kuja kupata nafasi ya kuanza kupata mafundisho ya kipaimara ni wakati yupo mtu mkubwa, sasa ni mtu mzima ambaye ana akili timamu na anaweza kujitafutia. Ndio maana unaona kuna wengine ni watu wazima na wengine ni wazazi kabisa, sababu ni hizo kwamba wanatamani kufanya mambo mengine na badala ya mambo ya mafundisho ya kimungu. Nini ushauri wako? Ushauri wangu kwa jamii nzima na kwa Wakatoliki wote ulimwenguni, hasa wa parokia hii, ni kwamba tujiachilie kwa Mungu. Mambo yote yapo, hayaishi. Tujue kwamba tumeumbwa kusudi tumjue Mungu, tumpende, tumtumikie ili mwisho tuweze kufika mbinguni. Kumbe mwaliko wangu kwao ni kwamba pamoja na shughuli nyingi tunazokuwa nazo kama binadamu, lakini tujiachilie pia kwa Mungu, kwani yeye Mungu ndiye mpaji wa vitu vyote na ndiye Mungu Baba yetu mwema. Alituumba kwa sura na mfano wake yeye mwenyewe ili siku ya mwisho tuweze kulisi kiti pamoja na mwanaye wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu Stanislaus, DSS TV nakutakia kila la heri. Asante sana na washukuru sana na Mungu awabariki wote kabisa.